Sasa wanafika njiani, wanaona jeshi la Farao likiwafuata. Wangelifanya nini hawa watu waliokuwa wana imani kwa Mungu? Sasa imani inatoweka. Unajua ndugu mtazamaji na rafiki yangu uliyeko hapa, shida zinaweza kukuondoa kwa Mungu. Shida zinasaulisha mtu kile Mungu alichomfanyia nyuma. Imani yako kwa Mungu inayeyuka. Na ndio maana nikakwambia usikubali kukaribisha mashaka pale unapokutana na magumu. Magumu ni kweli hapo, utapitia nyakati fulani za kuhuzunisha, lakini usikubali kukaribisha mashaka. Usikubali kukaribisha wasiwasi. Ni ukweli hata kama kuna dalili za kuonesha kwamba unahitajika kuwa na wasiwasi, kemea wasiwasi maishani mwako. Muamini Mungu aliyekuvusha kipindi kile. Muamini Mungu aliyekuvusha wakati ule, anaweza kuvusha hata sasa. Amini kwamba yule aliyekuwa nawe kipindi kile ulipokuwa mgonjwa, kipindi kile ulipokuwa kwenye changamoto fulani, akakuvusha. Amini kwamba atakuvusha katika changamoto hii. Shida yetu ni kwamba tunapopitia magumu na changamoto, sasa tunasahau kwamba huyu aliyetuvusha kipindi kile atatuvusha hata sasa. Waisraeli walisahau yule aliyewapigania kule Misri, yule aliyewasaidia katika changamoto mbalimbali, aliwatoa kupitia mkono wenye nguvu. Sasa wanasahau ya kwamba anaweza kuwaokoa na jeshi la Farao. Wanaanza kumlilia Musa, wanaanza kunungunika. Kitu gani kinawafadhaisha Waisraeli? Kwa sababu wamesahau. Shida waliokutana nayo imewasaulisha jinsi Mungu alivyowaokoa kule Misri. Kimewasaulisha jinsi Mungu alivyowatetea. Sikiliza mpendwa na rafiki yangu, shida zinatusaulisha wema wa Mungu aliotutendea. Na usikubali shida hata iwe kubwa kiasi gani ikakufanya ukamsahau Mungu aliyekuokoa katika mambo mengi uko nyuma. Nisikilize vizuri. Musa anawaambia Waisraeli, msiogope, simameni tu mkauone mkono wa Bwana. Simameni tu. Anasema Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Rafiki yangu, Mungu atakupigania. Ni ukweli, wakati fulani unapitia nyakati zinazoumiza maisha. Wakati fulani unasikia mambo yanayoumiza moyo. Wakati fulani unasikia mambo yanayotesa familia yako. Ni ukweli, unapitia nyakati fulani za kuhuzunisha na kufedhesha. Ni ukweli, lakini nataka nikutie moyo ya kwamba muamini Kristo. Simama imara. Endelea kusimamia imani. Usiteteleke, usiyumbe. Hebu nisikilize kidogo. Kama umepitia nyakati ngumu za namna hii, utaniuliza, mtumishi, ninaweza kufanya nini? Nisikilize vizuri. Fanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, jitahidi kuomba kila wakati. Ni ukweli, wakati fulani unaweza ukashindwa, unakosa hata hamu ya kuomba, unakosa hata hamu ya kusoma neno la Mungu, kwa sababu kichwa kina mambo mengi, umechoka, umekata tamaa. Lakini omba, jiradhimishe, omba. Nenda mikononi mwa Bwana, omba asubuhi, omba mchana, omba jioni, omba. Jitahidi kuomba. Jambo la pili, soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Hata kama unaona ukisoma kichwa maana kina mambo mengi, kwa sababu ya kukata tamaa, umechoka, una imani tena na maandiko matakatifu, nisikilize, kwenye maandiko matakatifu kuna faraja. Kwenye maandiko matakatifu kuna maneno ya kutia moyo. Kwenye maandiko matakatifu kuna maneno ya kuamsha imani. Hivyo soma neno la Mungu. Jambo jingine, tenga siku za kufunga na kuomba. Funga na kuomba. Hata kama unaona wakati fulani hairidhishi, wewe funga na kuomba. Tenga siku katikati ya juma, funga na kuomba. Wakati fulani utaona kama vile ukifunga mambo kama hayafanikiwe, shetani ndio atakukatisha tamaa, kwamba unaona unafunga, mbona mambo hayafanikiwe? Mbona unaona unaomba, mbona hakuna kinachotokea? Wewe funga. Kwani kufunga kuna kugharimu nini? Unapoteza nini? Funga, omba. Kwani unapungukiwa nini? Utaona Mungu akijibu. Funga na kuomba. Lakini jambo jingine,
Jiunge kwenye vikundi vya maombi kanisani. Watu wanafunga na kuomba. Hizo siku ya Jumatano watu wana maombi sijui ya saa ngapi. Ungana nao katika maombi. Katika maombi kuna ushindi. Katika maombi kuna baraka. Katika maombi mambo yanafunguka, mambo yanakuwa uhuru. Sikiliza, jambo jingine, tafuta nyimbo kuwa ukiimba kila wakati. Ziko nyimbo za vitabuni, ziko nyimbo mbalimbali za imani, za ujasiri, za ukakamavu, za kusimama imara. Imba hizo nyimbo zenye kutia nguvu. Imba asubuhi, imba mchana, imba jioni, imba. Utaona ushindi katikati ya maisha yako. Utaona Mungu akikubeba. Utaona unaanza kurejesha nguvu iliyokuwa imepotea. Imani iliyokuwa sasa imeyeyuka, sasa inarejea upya. Utaona mambo yaliyokuwa ni kama giza totoro maishani mwako, sasa kuna pambazuka. Ni katika maombi, mpendwa, utashinda. Ni katika maombi, rafiki, utawekwa huru. Ni katika maombi unanyanyuliwa. Unapoomba, unapolisoma neno, unapofunga, Bwana anashuka. Haleluya! Bwana anashuka. Na ili iwe tumaini lako na tumaini langu, kila mmoja na asimame imara. Ni ukweli mambo ni magumu katikati ya maisha. Ni ukweli nyakati zinafika, wakati kuna nyakati ngumu binadamu hupitia. Si wewe peke yako. Wako watu wengi wamepitia katika magumu ya namna hii, lakini Bwana amewashindia. Wako watu wengi wamepitia katika hali ya kukatishwa tamaa, lakini Bwana amewabeba. Bwana aliyewabeba Israeli, Bwana aliyembeba mchungaji fulani, aliyembeba mwinjilisti fulani, aliyebeba waimbaji fulani, aliyebeba familia fulani, atakubeba na wewe. Sasa ni nini kinasumbua maisha yako? Ni kukata tamaa na hofu. Mwambie Bwana afukuze hofu maishani mwako. Mwambie Bwana afukuze hofu maishani mwa familia yako. Mwambie Bwana afukuze hofu. Hofu ikitoweka, utaona baraka mbele. Maana hofu inaweka upofu kwenye macho yako. Hofu inafunga macho yako yasione baraka za Mungu. Hivyo unapoitupilia hofu, ndipo unaona baraka za Bwana. Ndipo unapoona Mungu anavyotenda. Ndivyo unavyomwona Mungu alivyokuvusha kule nyuma. Ndivyo unavyoona Mungu alivyotembea nawe siku nyingi zilizopita. Hivyo basi, rafiki yangu mpendwa, simama kwa Bwana. Usirudishe mguu kushoto wala kulia. Songa mbele, hata kama roho inauma kiasi gani, hata kama kuna machungu kiasi gani, hata kama kuna watu wametenda mambo mazito kiasi gani maishani mwako. Samehe, songa mbele. Imba nyimbo za ushindi. Fungua moyo wangu, amka sasa. Mara jitahidi, shindano lako Bwana. Zawadi ni taji. Simama, tembea mbele. Simama, tembea mbele. Hata kama unaona kila unapofanya giza linazidi kusogea mbele yako, imba, homba, funga, homba. Nataka nikwambie, giza halijawahi kustahimili mbele ya nuru. Shida, magumu hayawezi kustahimili mbele ya maombi. Hayawezi kustahimili mbele ya neno. Hayawezi kustahimili mbele ya mfungo. Haipo hiyo shida. Hata kama itadumu siku nyingi kiasi gani, itafika mahali itasalimu. Shetani hawezi kuweka giza siku zote. Itafika wasaa atajiuzuru, atajisalimisha. Ni nini kinakutia hofu? Ni kwa sababu ya magumu uliyoyapitia. Hebu fanya hayo na mwambie Bwana kutie nguvu. Mwambie Bwana kurejeshea imani. Mwambie Bwana kuinue kwa namna ya pekee. Nami nina imani Mungu atatenda mambo mazito maishani mwako. Kama unaamini hilo, hebu natuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili yangu, asante kwa ajili ya mtazamaji, asante kwa ajili ya kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa. Tunajikabidhi mikononi mwako. Wakati fulani Mungu wetu tumepitia katika nyakati ngumu za kuvunjika moyo. Wakati fulani kuna mambo yamepita mbele yetu ya kutukatisha tamaa. Wakati fulani ni uchumi, wakati fulani ni magonjwa, wakati fulani ni mahusiano, wakati fulani ni ndoa zetu zimekuwa na changamoto, wakati fulani ni watoto, wakati fulani ni kazini kule. Kuna mambo magumu tuliyapitia. Mfalme wa amani, tunaomba nguvu yako tena. Tunaomba ujasiri wako tena. Asante kwa ajili ya yule mama, yule baba, yule kijana, yule binti anayenitazama na anayenisikiza kwa muda huu. Ninaomba ukamrudishie imani yake tena. Naomba ukamtie ujasiri tena. Hata wakati fulani anasikia kulengalengwa na machozi kwa sababu ya ugumu
anaoupitia. Lakini Kristo madamu uko hai, inaomba ukampe nguvu, ukampe ujasiri, ukampe imani, ukampe kusonga mbele, kamsaidie kufukuza giza mbele yake, kamsaidie kumnyanyua alipoanguka, pale alipoteteleka wakati fulani anahisi kama vile hawezi kuishi tena. Baba, mrejeshe tena nguvu kwa mara nyingine. Nina imani Kristo, baada ya muda si mrefu, huyu mama, huyu baba, huyu kijana, huyu mwanafunzi, huyu mfanyabiashara, huyu mkulima, unakwenda kumfanyia mambo mazito na ya ajabu. Asante maana unakwenda kutenda. Asante maana unakwenda kujibu.